Mungu anakwenda kutufundisha kitu cha tofauti sana. Somo letu la leo linasema kuvuta ongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kujifunza kwa habari ya kuvuta ongezeko. Wakati Roho Mtakatifu ananipa hili somo kulielewa, akawa ananitafakarisha zaidi. Kuna namna ambavyo tunaweza tukawa tunamwomba Mungu, tunasali kwa habari ya kitu fulani kwenye maisha yetu. Lakini Mungu lazima atufundishe neema ya kuvuta ongezeko, kuongezeka kwenye maeneo tofauti tofauti kwenye maisha yetu. Tunahitaji kuongezeka. Na ndio maana neno linasema kwamba mti ambao hauzai matunda huwa unakatwa. Kwa Mungu siku ya leo ameikusudia tujifunze kwa habari ya nguvu ya kuvuta ongezeko kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunahitaji kuelewa hiyo nguvu inavyofanya kazi ili tuweze kuona matokeo kwenye maisha yetu. Tuweze kuona vitu fulani, tuweze kuona mabadiliko kwenye maisha yetu. Lazima tujifunze kwa habari ya nguvu ya kuvuta ongezeko kwenye uchumi, kwenye huduma. Lazima kuwepo na ongezeko, lazima kuwepo kuna hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu siku ya leo anatufundisha amekusudia tujifunze kwa habari ya hiyo nguvu ya kuvuta ongezeko. Kuvuta ongezeko sio tu kuomba. Sio tu kuomba. Kwa sababu kanuni ya ulimwengu wa roho haiangalii maombi. Haiangalii tu kuomba. Ndio maana anasema imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo kuna nafasi ya maombi, lakini kuna nafasi pia ya matendo. Kuna nafasi ya kujidhihirisha. Kuna nafasi ya kujionyesha kwamba kitu fulani ambacho unakiomba kwa Mungu umefikisha vigezo ya kile kitu kukipata. Na ndio maana Daudi kabla ya kufa anamwambia Suleimani mwanae ajitahidi kujionyesha kwamba yeye amekubalika. Kwa hiyo kwenye maisha yetu kuna vitu ambavyo tunakuwa tunaviomba, lakini inabidi tuende kiwango kingine cha kujionyesha kwamba tumekubalika kupokea vitu ambavyo tumekuwa tukiviomba. Kwenye vitu ambavyo tumekuwa tukiviomba ili vilete matokeo, lazima ingie nafasi ya pili ya kujionyesha kwamba sisi tunafaa kupokea vile vitu. Ndio maana sasa Daudi anamwambia Suleimani mwanae, jitahidi kujionyesha kwamba umekubalika. Jitahidi kujionyesha kwamba vile vitu ambavyo unaviomba vinafanana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunaweza kuwa tunaomba maombi mwaka kwa mwaka hayajibiwi, sio kwa sababu hatuombi sana, ni kwa sababu sisi hatujafikia kwenye hatua ya pili ya kufanana na vitu ambavyo tunaviomba. Kwa hiyo maana yake tukifika kwenye level ya pili ya kutoka tu kwenye kuomba, lakini tunaingia kwenye level nyingine, hatua nyingine ya kujaribu kufanana na vile vitu ambavyo tunaviomba, ndipo tunapoanza kuona nguvu ya kuvuta. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuvuta yale ambayo tunayahitaji. Tunaweza kuwa tunahitaji marafiki fulani ambao wanafanana na kule ambako tunakoelekea, lakini wale marafiki kama haujafika kwenye level ya kufanana na wale marafiki, inaweza kuwa ni vigumu kuwapata au marafiki kwa sababu wewe hujafika kwenye hiyo level. Lakini ukifika kwenye level ya pili ya Daudi ambaye anamwambia mwanae jitahidi kujionyesha umekubalika, lazima ufanane na maombi yako. Yaani kama unamuomba Mungu ya kwamba unataka upige hatua kwenye uchumi, lazima ufanane na maombi yako. Lazima matendo yako yafanane na unachokiomba. Ukimwomba Mungu akufungulie mlango wa kiuchumi, lazima vitu unavyovifanya vifanane sawa sawa na maombi yako.
La sivyo utaishia kwenye eneo la kuomba, lakini hautaona matokeo ya maombi, kwa sababu maisha yako hayafanani na vile vitu ambavyo unaviomba. Kwa hiyo nguvu ya ongezeko, nguvu ya kuvuta ongezeko kwenye maisha yako, lazima maisha yako yafanane na maombi yako. Kwa sababu uko kanisani unaomba kitu fulani kitokee kwa imani, uko kanisani unaamini kabisa, lakini ukitoka nje ya kanisa imani yako lazima ifanane na wakati uko kanisani ulikuwa unaomba kwa habari ya kile kitu. Imani yako ikienda kinyume na muda ambao ulikuwa unaomba kwa habari ya kukipata kile kitu, ukiwa kwenye mazingira nje ya kanisa hauwezi kukipata kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutasoma ili andiko. Tutasoma Habakuki 2:2. Taanzia mstari wa kwanza, Habakuki 2 mstari wa kwanza. Habakuki anasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Kwa hiyo kumbe ukitaka kuongezeka, nguvu ya ongezeko uanze kuona inatokea kwenye maisha yako, lazima kwanza ujifunze kusimama kwenye zamu yako. Usiposimama kwenye zamu yako, hautaona ongezeko kwenye maisha yako. Biblia inasema Habakuki aliweza kupata maono ya vitu ambavyo vinakwenda kutokea kwenye taifa la Israeli. Habakuki tu akaanza kulalamika, Mungu, kwa nini unaruhusu haya mambo yatokee kwenye taifa la Israeli? Matatizo yatokee kwenye taifa la Israeli. Sisi Israeli tupitie shida. Lakini Habakuki akati analalamika, hakuona jibu lolote linatokea. Ndipo sura ya pili Habakuki anasema mimi nitasimama kwenye zamu yangu. Ili hauwezi kuona hilo ongezeko, sema Baba, katika jina la Yesu ninapokea neema ya kusimama kwenye zamu yangu. Kwa hiyo shetani akitaka asiruhusu ongezeko kwenye maisha ya mtu fulani, shetani anachofanya anamtoa mtu kwenye zamu yake, anamtoa mtu kwenye nafasi yake. Biblia yangu inaniambia kulikuwa kuna watu wawili wamefungwa gerezani. Mmoja alikuwa ana uwezo sana wa kupika, anapika hadi kwenye nyumba ya wafalme. Kuna mwingine ni mkuu wa wanyweshaji. Biblia inasema huyo jamaa alikuwa ni mkuu wa wanyweshaji. Mwingine alikuwa anapika chakula kwa mfalme, lakini alikuwa ametolewa kwenye zamu yake, amefungwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani akitaka usiongezeke kwenye maisha yako, anakutoa kwenye zamu yako, anakutoa kwenye nafasi ambayo ulitakiwa usimame uone ongezeko kwenye maisha yako. Sema Baba, katika jina la Yesu, shetani hatanitoa kwenye nafasi yangu. Kwa hiyo wale watu wawili walikuwa gerezani, ndipo akakutana na Yusufu. Kila mtu akamweleza ndoto yake. Yusufu, nimeota ndoto hii. Yusufu akawatafasiria ndoto yao, mmoja akatoka gerezani. Sema Baba, katika jina la Yesu, mtu yoyote ambaye ameniweka kwenye sehemu fulani ambao sikutakiwa nikae, ninatoka kwenye hiyo sehemu katika jina la Yesu. Ndio. Hata Yusufu hakuweza kuona ongezeko alipokuwa amefungiwa gerezani. Hakuweza kuona ongezeko. Yusufu aliweza kuona ongezeko alipotoka gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo ninarudi kwenye nafasi yangu katika jina la Yesu. Kwa hiyo Habakuki anasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Ili kuona nguvu ya ongezeko, lazima ujiweke juu ya mnara. Kujiweka juu ya mnara ni namna gani? Lazima usimame sehemu ambayo utaonekana. Hata kama unafanya biashara, lakini shetani akizuia biashara yako isionekane, hauwezi kuongezeka. Na ndio maana Habakuki anasema cha kwanza nitakachofanya, nitasimama kwenye zamu yangu.
nikishasimama kwenye zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Wawe wanataka wasitake, lazima wataniona kwa sababu niko juu ya mnara. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kipawa changu kitaniweka juu ya mnara. Kalama ulioweka ndani yangu itaniweka juu ya mnara. Na mimi nakutangazia katika jina la Yesu, hautakuwa chini, utakuwa juu ya mnara katika jina la Yesu. Na ni faida gani kuwa wa kwanza kuonekana? Na ni faida gani kuwa rahisi wewe kuonekana? Manake fursa zinapotokea, wewe ndio unakuwa wa kwanza kuonekana, kwa sababu wewe ni rahisi kuonekana, uko juu ya mnara. Na ndio maana neno linasema kwamba tunatoka utukufu mmoja na kupanda utukufu mwingine. Aturudi tena katika jina la Yesu. Lazima mng'ao wangu uonekane katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena Habakuki anasema, nitaangalia ili nione atakaloniambia. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuona ongezeko kwenye maisha yetu, lazima uangalie ili uone atakalokuambia kulifanya. Lazima uwe na uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu ili uone atakaoweza kukuambia kulifanya. Habakuki anasema, nitaangalia ili nione atakaloniambia kulifanya. Sometime kwenye maisha yetu tunahangaika kwa sababu tunataka kujifanyia mambo yetu, sio Mungu anayotaka tufanye. Habakuki anasema, nitaangalia nione atakaloniambia kulifanya. Na ndio maana neno linasema tutakapoisikia sauti yake tutabariki, na hakikisha anamsaidia kuikamilisha hiyo kazi. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa nitafanya utakaloniambia kulifanya, maana hilo ndio litaleta matunda. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo Mungu anatuambia kuvifanya huwa vinaleta matunda, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa vile vitu. Kwa sababu yeye safari huwa ambayo anaianzisha huwa anaikamilisha. Kwenye ujana wako, kwenye ndoa yako, kwenye utu uzima wako, safari ambayo yeye anaianzisha huwa anaikamilisha. Na ndio maana Mungu hataki uogope katika jina la Yesu. Sema, sitaogopa katika jina la Yesu. Neema tena pia, ili kuweza kuona neema ya ongezeko kwenye maisha yako, nataka tusome Isaya 54. Huyu tasa ni tasa anaambiwa, Isaya 54 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa. Kwa kuongezeka ni kuzaa. Anaambiwa mtu ambaye hana kitu, anaambiwa mtu ambaye hana mtoto, anaambiwa mtu ambaye haoni ongezeko kwenye maisha yake. Anaambiwa wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba. Tutasoma mstari wa pili moja kwa moja. Anaambiwa, panua mahali pa hema yako, yatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tasa anaambiwa kwamba panua hema yako ili uweze kuona neema ya ongezeko. Lazima upanue hema yako. Unafanya tendo la imani kwamba kama kuna kitu kinakuja. Bwana anamwambia huyu tasa asiyezaa, yeye akiangalia aoni kitu kwenye maisha yake. Huyo tasa yeye akiangalia hana mtoto. Huyu tasa akiangalia yeye hana kitu cha kuonesha. Huyu mtu akiangalia hana fedha ya kuonesha. Huyu mtu akiangalia hana biashara ya kuonesha. Lakini neno linakuja linamwambia, panua hema yako, panua akili yako, maana kuna kitu cha kipekee kwenye maisha yako kinakuja. Nimeanza kusema ya kwamba neema ya ongezeko haiangalii tu maombi yako, inaangalia matendo yako. Huyu tasa asiye na mtoto anaambiwa
kwamba panua nyumba yako, kwa sababu kuna watoto wanakuja, kuna watoto utawazaa kwenye nyumba yako. Huyu tasa anaambiwa kwenye hii Isaya 54 mstari wa 2, anaambiwa aongeze nyumba yake. Naweza kujiuliza ya kwamba huyu tasa anaambiwaje aongeze nyumba yake akati hata hana mtoto? Kwa hiyo ulimwengu wa roho huwa hauangalii peke yake maombi unayoomba, inaangalia imani unayoonyesha, inaangalia matendo unayoonyesha. Na ndio maana huyu tasa anaambiwa kwamba apanue nyumba yake, aongeze vyumba kwenye nyumba yake, kana kwamba watoto wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kwa imani ninapanua hema yangu. Siku moja kwenye maisha yako ninakutamkia, utakuwa kuna watu chini yako na waongoza. Lazima upanue ufahamu wako, uwezo wa kuongoza hao watu. Siku moja utaoa, lazima upanue ufahamu wako, uwezo wa kumwongoza mke wako, uwezo wa kuishi na mme wako. Siku moja utakuwa una watoto, lazima upanue uwezo wa kushikilia yale majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tasa anaambiwa ya kwamba, anaambiwa hayo maneno, hana mtoto, anaambiwa hayo maneno, panua hema yako, panua akili yako unavyofikiria. Ulimwengu wa roho unaangalia kutoa kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho, kumpa mtu fulani sawa sawa na maombi yake. Unaangalia yule mtu kwamba amefanana na kile anachokiomba. Auangalii kwa sababu yule mtu ana hela. Kama unaomba Mungu afanye mpenyo wa kifedha, ulimwengu wa roho unaangalia thamani unayotoa mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uoga katika kupanua hema yako. Kuna uoga katika kufanya kitu kwa imani. Kuna uoga. Na ndio maana sasa Mungu anamwambia huyu tasa, anasema usiogope, mimi Bwana Mungu nitakuwa pamoja na wewe. Kuna uoga katika kupanga hiyo flame. Kuna uoga katika kuanzisha hiyo biashara. Kuna uoga huo. Unawaza hiyo fedha itatokea wapi? Lakini Isaya 54 mstari wa 3 anasema, kwa maana utaenea upande wa kuume, utaenea upande wa kushoto. Unapofanya tendo la kwanza kupanua mipaka yako, kupanua watu unaofahamiana nao, kupanua mawazo yako, neno linasema utaenea upande wa kuume, utaenea upande wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie wewe uliofika kwenye ibada, Mungu alikukusudia uje kwenye ibada. Hakuna bahati mbaya kwenye ulimwengu wa roho. Anza kupanua fikra zako, anza kupanua uwezo wako, anza kusoma baadhi ya vitabu, anza kupanua marafiki zako ulionao. Nataka nikwambie kuna mtu fulani, yeye ikiwa ni harusi, wanaokuja kwenye harusi yake watakuwa ni sawasawa na uwezo ambao yeye yuko nao. Ukikuta harusi fulani watu wengi wamejaa, ni kwa sababu huyo amewatengeneza hao watu, huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yule mtu ameishi na watu vizuri, labda yuko kwenye vikundi fulani, labda yuko kwenye association, yuko kwenye kazini kwao, anafahamiana na watu, na ndio maana harusi yake imejaza watu. Ukimwona mtu fulani amefanikiwa, maana yake kuna vitu fulani roho yake imeweza kuvitengeneza, na ndio maana vinatokea hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Nami nakutamkia katika jina la Yesu, leo kaingia kwenye viwango vingine, roho yako ikaanze kuvuta vitu ambavyo havikuwepo katika jina la Yesu. Kwa unaingia kwenye harusi, unashangaa watu ni wengi. Kuna watu wengine hata ukumbi wa kanisa letu hautoshi, kwa sababu mahusiano, mipaka yake imepanuliwa. Anafahamiana na watu, anajuana na watu, amewasaidia watu. Biblia inasema Yesu Kristo wakati amekaa kwenye ile boti, Petro wakati amekaa kwenye ile boti, haikuwa na samaki. Maana yake samaki hawamjui Petro kwamba ni muumbaji wao. Samaki hawana mahusiano na Petro. Lakini Yesu Kristo alipokaa kwenye ile boti,
samaki wakaanza kuja, kwa sababu roho yake inaweza kuwaita wale samaki. Na wewe unakwenda kupanua viwango vyako vya kiroho katika jina la Yesu. Unaanza kuyaita mambo yasiyoonekana kana kwamba yanaonekana kwenye maisha yako. Mungu anajua katika kupanua. Muda mwingine kuna mtu mmoja anasema ninaogopa, nimetoka kwenye kodi ya biashara yangu, ya laki na 30, ilikuwa kama laki na 30, kuingia kodi ya 200,000 naogopa. Lakini Mungu, sikia kwenye hili andiko anavyosema, anamwambia huyu tasa, Mungu anamtia moyo huyu tasa ambaye ana watoto. Anamwambia Isaya 54 mstari wa 4, anasema usiogope, maana hautatayarika. Kutayarika ni kuaibika kwenye hilo jambo ambalo umeamua kulifanya. Hautaishia njiani, hautatayarika katika jina la Yesu. Anasema wala usifadhaike, kwa maana hautaaibishwa. Nimejifunza kitu kimoja kwa habari ya kutembea na Mungu. Hakuna sehemu kwenye maisha yangu ninaweza kuaibika katika jina la Yesu, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Roho Mtakatifu, hakuna mtu anayeweza kumwaibisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako, hakuna mtu anayeweza kumwaibisha huyo Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako. Kwa hiyo Isaya 54 inasema kwamba, Isaya 54 mstari anasema hutaaibishwa kwa kuwa utasahau aibu ya ujana wako. Kuna hatua ambazo vijana tunapita, unakuwa hauna hela, kuna mambo fulani unakuwa hauna, labda kama hujaoa au kuolewa, vinajulikana kama vile ni aibu, lakini Mungu anasema utasahau aibu ya ujana wako. Ninakutamkia katika jina la Yesu, aibu ya ujana wako inaondoka, maana Mungu anapokupeleka, aibu ya ujana wako haiwezi kufika. Kuna habari nzuri kwa habari ya kutanuka na kuanza kupanda juu. Kuna habari nzuri kwa habari ya kutanuka na kuanza kupiga hatua. Kuna habari nzuri ya kuanza kutembea bila kuchoka. Kwa maana unapotembea bila kuchoka, matatizo yenyewe yanaanza kuchoka, yanakuachia, kwa sababu umeamua kutembea. Matatizo yenyewe yanachoka. Kuna habari ya kupaa juu bila kuzimia, kwa sababu kuna kima kinafika. Ndege wanaoweza kuruka ni tai tu, ndege wa kawaida hawezi kuruka. Ninakutamkia katika jina la Yesu, Bwana anakuongezea nguvu ya kupaa juu. Ndege wa kawaida hawatafika, matatizo ya kawaida hayatafika katika jina la Yesu. Unaongezeka viwango isivyokuwa kawaida. Yale matatizo ya kawaida hayatakufikia katika jina la Yesu. Hizo ndo dimension mwana wa Mungu. Bwana anakupeleka katika jina la Yesu. Anasema usiogope, maana utatayarika. Anasema usiogope kwa maana hautatayarika wewe. Uwe una deni, uwe una kitu fulani mtu anakudai, lakini I have a word for you. Nina neno kwa ajili yako, hautatayarika. Mstari wa 5 anasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Haijalishi, anamwambia huyu ambaye hana mtoto, anamwambia kwa sababu muumba wako ni mume wako. Nikwambie kitu kwa habari ya mume. Waume wote wameambiwa lazima wawatunze. Bwana Yesu asifiwe. Wawatunze waliowaoa. Baba yetu, na ndio maana tunaitwa hata sisi vijana wa kiume ni mabibi harusi wa Yesu Kristo, kwa sababu tuna mume mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Atahakikisha maisha yako yanaenda vizuri. He will provide for you. Atahakikisha kila kitu kinakaa sawa kwenye maisha yako, kwa sababu Isaya 54 mstari wa 5 inasema usiogope, kwa sababu Bwana Mungu wako ni mume wako. Kwa habari ya kuwa mume, unahakikisha kila kitu kwenye familia yako kinakaa sawa. Hebu simama uombe. Hebu mwambie Mungu, ninatanua mipaka mwaka huu katika jina la Yesu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaingia dimension nyingine, tunaingia viwango vingine kama ulivyotufundisha, neema ya ongezeko. Tunaongeza mipaka katika jina la Yesu. Tunaongeza mipaka katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante Yesu Kristo.
kama ulivyomwambia huyu mama tasa, ulimwambia afanye tendo la imani. Huyu mama tasa ukamwambia afanye tendo la imani, ukamwambia panua nyumba yako, ongeza vyumba kana kwamba una watoto. Baba, katika jina la Yesu tunakwenda kufanya tendo la imani, tunakwenda kufanya vitu kana kwamba tunavyo katika jina la Yesu. Baba, tunaingia dimension nyingine, tunaingia levels zingine, tunaingia viwango vingine. Rekarabashataladabahanta zeledi remashetelina mahanta zeledi. Ombea hiyo prayer point, mwambie Mungu, mwaka huu ninatanua mipaka yangu, ninaongeza viwango vingine. Rekerebashetelina mahanta zeledi remashetelina mahanta zeledi rekerebashetelina maha rekijanina mahanta zeledi. Baba, katika jina la Yesu, kwenye ulimwengu wa roho anayetuzuia tunamharibu katika jina la Yesu, tunamharibu katika jina la Yesu. Tunaingia dimension nyingine, tunaingia level nyingine ambayo matatizo hayawezi kuingia. Tunaingia kwenye mlango ambao huo mlango matatizo huwa hayaingii. Tunaingia kwenye mlango mwingine wa baraka ambayo matatizo huwa hayaingii. Tunaingia kwenye mlango mwingine wa baraka ambao masikini huwa huingii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Reko shata la dabahanta zeledi. Kitu kingine, Habakuki akasema nitajiweka juu ya mnara. Hebu anza kuomba, kaa juu ya mnara, litaonekana virahisi katika jina la Yesu. Habakuki anasema nitajiweka juu ya mnara. Baba, katika jina la Yesu, hakuna atakayenifunika, hakuna atakayefunika biashara yangu, hakuna atakayefunika ndoa yangu, hakuna atakayefunika ujana wangu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ninakutamkia katika jina la Yesu, kwa sababu umekuja kwenye ibada na unasikia hii sauti, hakuna mtu atakayekushusha chini ya mnara. Neno linasema ya kwamba utakaa juu ya mnara. Habakuki akasema nitajiweka juu ya mnara. Kwa neema ya Mungu ninakutamkia katika jina la Yesu, kwenye sehemu chini uliopo, unaondoka kwa mamlaka jina la Yesu, unakaa juu ya mnara katika jina la Yesu. Msaada unapotolewa wanapewaga watu ambao ni rahisi kuonekana. Mlango wa kubadilisha maisha yako unapokuwa umefunguka, wanaoingiaga wa kwanza ni wale wa kwanza katika jina la Yesu. Na ndio maana ni vizuri kukaa juu ya mnara. Baba, katika jina la Yesu, fursa inapotokea, mimi nakaa juu ya mnara, mimi na biashara yangu katika jina la Yesu. Kitu chochote kinachohusiana na biashara yangu kinapotamkwa Tanzania nzima, biashara yangu itaanza kuonekana, biashara yangu itaanza kuonekana katika jina la Yesu. Ninaiweka biashara yangu juu ya mnara. Ewe biashara yangu, kaa juu ya mnara katika jina la Yesu. Fursa nzuri yoyote inapotakiwa apewe mtu, Baba, katika jina la Yesu, aliyekuja kwenye ibada na anayesikiliza ibada, hiyo fursa ikaanze kumpata yeye wa kwanza katika jina la Yesu. Tunaichukua kwa nguvu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Habakuki akasema nitajiweka juu ya mnara. Kitu cha pili akasema nitaangalia nione atakaloniambia. Anza kuomba. Kila giza ambalo limewekwa kwenye maisha yako, macho ya kiroho yamefunikwa uoni, anza kumwambia Mungu hilo giza lianze kuonekana. Baba, katika jina la Yesu, we are praying in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. Kila giza la macho ya rohoni lililowekwa atuoni, ambalo limesababisha tusione utakalotuambia. Habakuki akasema, nitaangalia nione utakaloniambia. Baba, katika jina la Yesu, kama kuna mtu mmoja amekuja kwenye ibada hii na macho yake ya kiroho yamefungwa katika jina la Yesu, yamewekewa giza katika jina la Yesu, ninayafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninayafungua kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mamlaka, kila familia ambayo macho yao ya kiroho yamefungwa, wameinamishwa, wamefanywa madaraja, hiyo familia tunaifungua katika jina la Yesu, tunaifungua kwa damu ya Yesu. Hiyo familia inafunguka, hiyo familia inafunguka kwenye ulimwengu wa roho, inafunguka. Rekarabashataladabahanta zeledi rekirabashererebahanta zeledi remashetelina maha zaladaba. Endelea tu kuomba, macho yako ya kiroho yafunguke. Rekara remashetelina mahanta zeledi remashetelina mahanta zeledi rekijalina mahanta zeledi. Endelea tu kuomba. Baba, tunatamka katika jina la Yesu, kama Isaya inavyosema ya kwamba tunakataa kufanyika
kuwatengea watu mgongo, watukanyage juu, wapite kwa mafanikio yao. Tunakataa kwenye familia zetu sisi kuwainamishia watu mgongo, wenyewe wapite watukanyage kwenye migongo na sisi tusipate chochote. Tunakataa katika jina la Yesu. Mwaka huu tunatamka neema ya ongezeko katika jina la Yesu. Kila aliyefunga fahamu, kila aliyefunga kipawa katika jina la Yesu Kristo mpambe, tunatamka neema ya ongezeko. Hebu mshukuru tu Mungu wakati tunakwenda kufunga ibada yetu. Hebu mshukuru tu Mungu. Baba, tunasema asante. Baba, tunatamka neno la kinabii wiki inayokwenda kuanza. Tunatamka neema ya ongezeko. Sisi na familia zetu tunakataa hasara. Tunakushukuru maana Bwana ulituma neno lako wakati unaofaa kabisa, wakati uliokusudiwa ili neno lako likapate kutenda kazi. Tunakushukuru Yesu Kristo, umelituma neno lako linakwenda kuzaa matokeo. Miezi hii iliyobaki kwenye huu mwaka tunatabiri kawe ni miezi isiyokuwa ya kawaida kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Tunatajiri miezi ikawe ni ya kushika vitu ambavyo hatukutegemea katika jina la Yesu. Ikawe ni miezi ya utajiri katika jina la Yesu. Miezi iliyobaki ikawe ni miezi ya hatima kubadilika, hatima kurudishwa katika jina la Yesu Kristo. Ikawe ni miezi isiyokuwa ya kawaida.